unaanza kuvuruga katika akili yako ndugu yangu. Najua mapenzi ni mazito. Kila mtu anampenda mtu wake kwa imani yake, umeelewa? Lakini usivuruge namna hiyo mwanangu. Mimi narudishaje wewe mkeo sasa? Wapi na wapi sasa mwanangu? Babu, sikia nikwambie kitu. Nishabembeza sana, nishachoka. Nakubembeza kila siku nakubembeza wewe nani mwanangu? Mimi nakubembeza wewe afu siku wewe. Sasa mwanangu, kama mama kausha hivyo hivyo. Na mimi sikuombi tena samani. Sikuombi tena simtumi mtu wote. Umeelewa vizuri? Tutaishi kama mbwa tu, poa. Alafu hizo dhamira yako unataka ifanye afu tuone yani. Mimi sio mtoto wangu, mtu Rufiji mwanangu, mtu mdengeleko mimi. Umeelewa? Mimi mdengeleko ile. Kama unajua kuloga hivi na loga hivi mzee. Hapa bwana, huwezi kuwa na ugomvi na mimi. Abadani asilani. Tutaelewana kufa na kuzikana. Lakini sio mambo ya kila siku 300 tunazungushana bwana. Mimi kuna mtu mmoja aliniambia hakuna watu wanaopata faida kama wale wenye nyumba wanaojenga majumba mazuri yale apartment kodi 300, 800, 500, 200. Lakini sisi tuliojenga vibanda huko Uswahirini vichochoroni huko kodi shilingi 30,000, 180,000 ya miezi 6. Mtu anakuzungurusha mwaka mzima. Sasa unajiuliza 30,000 lakini pia bado nanga inapaa. Mimi nitaibomoa pale nitengeneze chumba kimoja master choo na jiko. Nyumba nzima niliuanja lote natengeneza chumba kimoja, tunatafuta mtu akunilipa 800,000 kwa mwezi. Tena hiyo pesa nimeitoa kwa roho pande. Nimehangaika kulikuli, usione nimetoa simple. Unaonekana. Imeniuma. Nimehangaika kwa sababu tu kutaka kuuziba mdomo wako. Maana yake silali. Nakosa amani muda wote. Mara masimu tu niletee langu. Ndio maana nimekuletea hiyo. Lakini tu